Yes, bwana, so kinyonge tunaendelea pale pale tulipoishia mzee. Bidada huyu hapa alivyomuona mshikaji ambaye aitwa William alitokea kuvutiwa naye vibaya mno. Basi walipiga story pale nini, wakaamua kutoka nje wakaagana nini ili bibi aondoke zake amwache rafiki yake. Alipomaliza tu pale akamwambia sasa, hebu njoo basi ndani huku tuzungumze ambacho kitu ulichoagizwa hapa. Basi bidada huyu hapa akaingia ndani, mchizi ambaye aitwa William akaingia ndani. Sasa bidada akamwambia vipi? Nimekuletea kizawadi kidogo tofauti na anko alivyoniagiza kuhusu kuletea gari yako, lakini nimekuletea zawadi. Basi mshikaji akatulia hivi. Bidada akamwambia hivi wewe mbona unajua kabisa mimi ni mume wa binamu yako, lakini kwa nini unaendelea kunifuatafuata hivi? Yaani usichokijua ni lile kiss ulionikiss ndo kimeni affect sana. Kwa hiyo ndo ulichonichanganya. Akamwambia sihitaji zawadi yako, sawa beba zawadi yako, acha ulichoniletea, ondoka. Basi mwamba kaondoka zake. Kesho siku ya pili pia yule bidada rafiki yake na mume wa binamu yake basi alikutana naye. Akamwambia vipi William, vipi unaenda wapi? Naenda dukani kwa shemeji mara moja. Akamwambia basi twende, mimi naenda huko. Basi wakaongozana moja kwa moja, kafika pale kwenye gari. Mzee William ana gari bwana, lakini bidada ana ndinga moja matata sana. Basi alipakiana mule moja kwa moja kwenda paka ofisini. Akamwambia jamani, yeye mmekutana wapi? Tulikutana tu sehemu, akaniambia anakuja huku, basi akanipa lift ili afike hapa. Kumbe okay, sawa. Vipi umekuja kufanya nini? Akamwambia nimekuja kuchukua gari. Basi walisogeleana pale. Akamwambia hii hapa ulipeleka garage, aliangalia vizuri kwenye upande wa brake. Sawa, bye. Basi bidada huyu hapa na rafiki yake alionekana kuvutiwa naye sana. Basi muda baadaye hivi kupita, bidada alikuwa busy sana na chat. Rafiki yake akafika akamwambia wewe, mbona uko busy sana, unafanya nini? Akamwangalia, akakuta wewe una chat na William sio? Akapokonya simu ile kutazama hivi. Akakuta jamani, kwani kuna shida gani? Sina chat naye tu. Kumbuka huyu bidada bwana ameshatokea kuvutiwa sana na mshikaji ambaye aitwa William. Akaamua kubwaga pale simu, akaamua kuondoka zake. Basi bidada akawa ametulia zake nyumbani. Leo hii hapa mawazo alimpeleka mbali sana. Akawa anawaza yani kwamba William atoke zake ndani nini, amevua shati chest nini, amnyanyue ile kumpa kama maravidavi fulani hivi. Bidada sio kwamba ampendi mshikaji huyu hapa. Kulingana na situation ambayo inaendelea, hata yeye pia anakuwa anamkubali sana. Hasa akawa anajiona ile kama anavuta hisia fulani, akajishtukia akaona jamani, hajaniona mtu yeyote. Ndio kwamba hajaonekana na mtu yeyote. Yalikuwa ni mawazo tu. Kesho yake asubuhi sana akawa anatoka zake, anasogea, anahitaji kukaa kuzungumza na William. Akamwambia kwa hiyo wewe, yani upo tayari kabisa kutoka na shoga yangu? Akamwambia kwa nini sitoke naye? Kwa nini wewe una wivu kila ukiniona na msichana? Una wivu, unanitaka au? Mshikaji ambaye tu William akawa anamuuliza sasa shemeji yake, unanitaka au kuna shida gani? Na leo hapa natoka naye, naenda naye kuna sehemu kutembea, kwa hiyo nitarudi baadaye. Unatoka naye kama nani? Akamwambia basi bidada alikutulia sana mida fulani ya usiku. Alikuwa mtu mwenye mawazo sana kumsubiri mchizi ambaye tu William arudi nyumbani. William alivyorudi akamwambia mbona umechelewa kurudi? Paka sasa mlikuwa mna agenda gani? Akamwambia unizuii kurudi muda wote na utaka au kuna sheria huko ndani? Sawa, hata kama hakuna sheria huko ndani, lakini wewe upo chini ya kwangu mimi hapa. Akamwambia sawa. Basi akamsogelea pale karibu bibie nini, akawa anavuta sana hisia hivi, mwamba akamsogelea nini, akamkumpa kisi mzee. Bwana we, tayari mambo ameshakuwa on fire. Bibie ameamua kuonyesha hisia zake hadharani kwamba akubali kabisa rafiki yake atoke na huyu mchizi ambaye aitwa William. Basi akaamua kutoka naye yeye mwenyewe. Basi walivutana nini huku na huko, akawa wote chumbani. Huko upande wa pili mshikaji anakuja kushtuka hivi kutazama mke wake amuone. Akasema wife ameelekea wapi? Akaamua kunyanyuka sasa moja kwa moja, labda akamwangalia au sebreni labda ametulia au la. Basi mwamba aliamua kunyanyuka moja kwa moja kufungua mlango ili atoke nje kamtazama mpenzi wake sebreni. Ile anafungua mlango kwa upande wa pili, mke wake anazidi kupenzika tu yani. Sasa akawa anasikia jamani, mume wangu. Akahisi kama mume wake hivi anatoka chumbani hivi anakuja kumtafuta. Kwa hiyo bidada akaamua kutoka mbio ili mradi aende kumsaidia mume wake, labda asigundue kama anamchiti au la. Mwamba akawa anashuka juu sasa, anapanda shuka chini sasa. Mke wake huko chini nini anajiandaa. Akamwambia hapana, nilikuwa tu hapo nienda kunywa maji, yani nilikuwa najisikia vibaya sana, kwa hiyo amna chochote, turudi tu juu tukalale. Sijaelewa, nimekuona haupo kitandani muda mrefu. Basi wakaamua kupanda juu moja kwa moja. Kesho yake asubuhi bwana ilipofika, walikuwa wametulia sasa wote sebreni. Akamwambia vipi bwana, naona tunaenjoy msosi hapa, msosi mzuri sana, si umeona kwamba shemeji yako anajua kupika? Sasa wenyewe wakawa wanaangaliana kwa macho hivi, maana wanajua kitendo alichokuwa nakifanya jana usiku ni kitendo cha ajabu sana, kulala wote kwa pamoja. Leo hapa usiku ulipofika sasa bidada alikuwa ametulia, lakini
anashika simu yake, anajua kwamba muda wake ukifika kwenda kukutana na William unafika. Basi aliamua kufunua shuka lake pole pole, mume wake asisikie chochote, ili tu atoke moja kwa moja aende kukutana na William. Basi alitoka moja kwa moja akagonga chumbani kwa William. William alimfungulia mlango, akajua wow, shemeji amefika bwana. Basi alipofika pale, shemeji yake akaingia ndani, akajua tu hakuna chengine alichokifuata zaidi ya penzi tu. Basi wakaluka mipinduko nini, ile asubuhi ikafika. Sasa wife leo hii hapa inafika asubuhi, anamwona mume wake, baby please, na safari kidogo ya kibiashara, kwa hiyo nitarudi siku 3 siku 4 hivi, nadhani nitakuwa hapa. Basi akaamua kuondoka zake. Sasa tujui sasa, je, ana safari kweli ya kibiashara au la? Basi gari yake ilionekana sehemu moja hivi ikimsubiria mshikaji ambaye tu William. Akiingia katika hiyo gari na wakakutana moja kwa moja. Ambia vipi baby? Tunatoka tunaenda wapi? Nimeplan twende hoteli moja tukajifiche huko tuenjoy penzi mimi na wewe. Nadhani nimemwaga mume wangu hivyo. Basi kwa upande wa pili kumshikaji huyu hapa aliamua kutoka moja kwa moja kwenda hospitali, maana kuna vidonge alionekana alikuwa anakunywa. Kumbe bwana mshikaji ana matatizo ya moyo, yani moyo unamsumbua sana, na ndio maana anashindwa kufanya show kwa mke wake kwa sababu matatizo ya moyo, anaogopa moyo usije ukaenda kasi. Kwa upande wa pili huko bwana inamuonyesha bibi huyu hapa yupo pamoja na shemeji yake ambaye aitwa William, wamepanga hoteli wanaendelea kulala tu. Kwa upande wa huko mshikaji na lala tu, anageuka tu, anakumbatia mito tu, yani haelewi yani. Kwa upande wa huko mdogo wake anakula la na mke wake. Basi mwamba akawa ni mtu wa kulala, ni kuweweseka kwamba leo hii hapa matatizo yamepanda hewani sana. Aliongea na simu na daktari alimshauri kunywa dawa kwa wakati. Basi leo hii hapa asubuhi ulivyokucha, mtu na mke wa mtu bwana wako sawa busy kwenye gari, wana relax, wana enjoy maisha. Si unajua ile bibi hapa vitu kama hivi hajavipata muda mrefu sana. Kwa hiyo alitoka alienda hoteli moja kubwa sana kwenda kula maisha, huko swimming iko pembeni, wanakula maisha, wana enjoy sana. Mwamba huyo hapa huyo bila kujali chochote kwamba huyu ni mke wa ndugu yake kabisa. Basi leo hii hapa bibi alionekana kama kurudi nyumbani hivi, alimkumbatia, "Hey jamani, umekaa fresh?" Na mwamba ambaye William alifika alijifanya kama kiutani, akamwambia karibu tena nyumbani, kama ajui vile kinachoendelea, lakini kumbe anajua kabisa kwamba shemeji yake alikuwa na yeye. Basi leo hii hapa tena mzee bibi alitoka zake chumbani moja kwa moja akaingia paka chumbani kwao. Alivyoingia hivi alikuwa anatafuta vitu kwenye drawer, ile kufungua hivi akakutana na mfuko hivi, akajiuliza hizi dawa ni za nini? Ndani kuna mtu anaumwa au la? Hebu ngoja kwanza. Kama kuchukua vidonge vimoja kipakti, akawa anatazama. Hii ni nini? Akawa anauliza labda ChatGPT, hii ni dawa gani? Akashangaa kuona kwamba hivi vidonge vya ugonjwa wa moyo ni vya nani? Ni mume wangu au? Kwa upande wa pili kumshikaji mida fulani vya usiku ulipofika, akawa na mtext sasa shemeji yake. Si anajua kwamba mida hii ikifika shemeji anakuja kulala naye, lakini leo kila akimtext bibia ilirespondi chochote yani. Basi mwamba akaamua kunyanyuka moja kwa moja kwenda hadi chumbani kwa kaka yake, akaamua kugonga mlango. Kwa upande wa ndani huko bibia anaonekana mtu mwenye mawazo sana. Mwamba kagonga mlango bibia, lakini yani ni mtu mwenye mawazo sana, anaonekana kwamba kashagundua mume wake ana ugonjwa wa moyo. Basi aliamua kutoka nje akamwambia, "Wewe William, una shida gani? Nimeshakwambia niache. Kwanza sasa hivi niache kabisa. Mimi nampenda mume wangu. Sawa sihitaji tena uhusiano na wewe. Kwa hiyo fanya kama akijatokea chochote. Yaani nakuomba kabisa ufanye kama akijatokea chochote mimi na wewe tena kuanzia leo basi. Yaani nampenda mume wangu sana." Basi mwamba ambaye tu William akawa anaondoka, lakini anauwaza utamu anaopitia. Basi leo hapa mwamba akaonekana na mke wake akiwa anakunywa dawa. Na mke ameshagundua kwamba mume wake anaumwa. Akamuuliza, "Vipi? Vidonge vya nini?" Mwamba akamdanganya akamwambia, "Stress, kichwa kinaniuma sana, kwa hiyo huwa natumia vidonge vya stress." Basi mwanamke sio kwamba ajui, anajua kabisa kwamba mume wake anaumwa, ila anamdanganya tu. Lakini mshikaji alifanya hivi ile uongo ili anajua tu muda wote atakuja kumwambia mke wake. Lakini mke akawa ni mtu wa kulala na mawazo vibaya mno. Kwa hiyo alikuwa hitaji tena kumchiti mume wake, maana anashagundua kwamba mume anaumwa bwana. Leo hii hapa asubuhi bibi alivyokuwa anarudi zake nyumbani, akakutana na mshikaji ambaye William yupo na msichana mwingine. Lakini kumbuka kwamba anampenda, ila ana wivu fulani hivyo mbali ambaye hitaji kumuona William akisimama na mwanamke mwingine yeyote zaidi yake. Akamwambia, "Vipi?" Akasalimiana pale nini, bibi akaingia ndani akamwambia, "Inaonekana shemeji yako ni mzuri hivi, anavutia sana. Ni mwema sana." Basi akaamua kumsindikiza rafiki yake mwamba moja kwa moja kuamua kuingia zake ndani. Alipoingia ndani akamwambia, "Vipi? Nakuona na wanawake tu." Akamwambia, "Hivi wewe?" William akawa anamwambia bibi, akamwambia, "Hivi wewe, kwa nini unakuwa una wivu sana ukiniona na msichana mwingine tofauti na wewe? Unahisi wote ni wapenzi wangu, sio?"
mimi bwana, hapana, si hata hivyo, mimi nitabaki kwa shemeji. Sasa Mwamba kama ile anataka kumkisi hivi, ile kutaka kumkisi hivi, mlango kaonekana kufunguka. Yaani ule bidada akawafumania kwamba mtu na shemeji yake wanataka kukisi hadharani. Mwamba bibi alipoingia akamwambia, sorry jamani, samahani kwa kuwasumbua, nilikuwa tunakwambia zile dokumenti za ofisini kesho uje nazo asubuhi sana, hamna chingine jamani, bye. Basi bibi akaonekana kuondoka, lakini Mwamba akaamua kumfuata moja kwa moja. Akagundua kwamba yule bibi inaonekana kaona kila kitu. Bibi sasa akamwambia, hivi wewe upo tayari kabisa unamchiti kaka yako? Yaani mke wa kaka yako kabisa. Hamna bwana chochote kilichoendelea. Tulikuwa tu tunapiga story, ndio maana tulisogeleana vile. Lakini hakuna chochote kabisa. Sasa tujajua ajenda yao wawili. Je, wanapendana au la? Bibi akaamua kuondoka zake. Alipoingia ndani William alikuwa anaambia, nilikwambia sihitaji ukaribu na wewe. Umeona kilichotokea? Mume wangu akigundua hili tatizo litakuwaje? Sihitaji kabisa ukaribu na wewe. Bibi akaamua kuondoka zake. Aliamka leo chumbani kwake, mtu mwenye mawazo sana. Ile kushangaa hivi, akashangaa kuona William ameingia paka chumbani. Akamwambia, wewe hebu rudi, toka. Unajua kabisa hiki chumba cha mume wangu. Uruhusiwi wewe kuwepo hapa. Hakitufuma utajibu nini? Tutaongea sebuleni. Hapana bwana, mimi nahitaji nijue. Mimi bado nakupenda sana na wewe. Kwa upande wa chini huko mshikaji, mume wake anaonekana anarudi sasa, mume wake na bibie. Mwamba alimsogelea pale shemeji yake akamwambia, unajua ile naomba msamaha, naomba bado naikuhitaji sana. Mara ghafla bwana, blaza akaonekana kuingia pale na kuwafumania. Akamwambia, wewe upo serious kabisa unanichiti mimi? Nimekununulia gari, ninakupa kila kitu, napambana kwa njia zote ili mradi wewe upate furaha. Unakuja kunichiti mimi na mdogo wangu, sio? Uko serious kabisa? Hapana, wewe kunipa muda. Si unajua tena, yani wanawake huwa na kunipa muda, kunipa mapenzi ya kweli na uhitaji, kunipa furaha. Sawa, lakini mimi nilikupa pesa, nilikupa kila kitu. Kitu gani ambacho nilikuwa sikupi? Sasa Mwamba alivyokuwa anaonekana kupaniki namna hii hapa. Kumbuka kwamba mshikaji anaumwa ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo akionekana kuwa na jaziba hivi, inaweza kumpelekea kitu kibaya sana. Sasa ile Mwamba alikuwa amekasirika, anataka kumpiga labda mke wake. Sasa ile kukasirika ile unaondoka paka chini mzee. Inaonekana kwamba mapigo ya moyo yameshaenda kasi. Bibi alipiga sana kelele na kuomba msaada. Moja kwa moja akaamua kumpeleka mume wake mpaka hospitalini. Akafika pale hospitalini akamwambia, hivi mume wangu anaumwa ugonjwa wa moyo. Hivi kwa nini hamkuniambia? Alisema tu yeye mwenyewe atakwambia tu kwa muda. Kwa nini mimi ni mke wake? Nahitaji kufahamu. Kwa nini mlishindwa kunipigia simu nimwambie? Bibi akawa ni mtu mwenye mawazo sana baada ya kugundua kwamba mume wake anaumwa. Basi aliamua kutoka moja kwa moja kwenda kwenye sehemu ambayo alilazwa mume wake, akawa anamuomba msamaha, naomba uamke mume wangu, sina mwingine zaidi yako, nakupenda sana. Basi bibi alikuwa anaongea kwa hisia sana, maana ana imani kwamba mume wake anaweza kupoteza maisha. Sasa ile kutamaki hivi, anatazama anaona kwamba mapigo ya moyo yamekata kabisa, yani inaonekana mume wake tayari ameshakata maisha. Akawa anamuita Nesi. Tayari mwanake display imegoma kabisa kusoma. Kwa upande nyumbani kumshikaji ambaye William ametulia, mara shemeji yake huyo ameingia na lia vibaya mno. Mume wangu amepoteza maisha jamani. Akawa naona na hasira, akamfokea sana mshikaji ambaye, wewe ndo sababu ya kila kitu, wewe ndo umefanya kila kitu. Nilikwambia usiingie katika chumba changu, umeona paka nimempoteza mume wangu, na kuomba utoke katika nyumba yangu. Toka, sihitaji kuhitaji tena. Basi bibi alikuwa anaongea kwa jazba sana na muhitaji tena mshikaji ambaye William alimfukuza kabisa hapa. Bwana, kupata movie kali kama hizi, usisahau kusubscribe hapo, kulike na comment ili tuendelee kuwa pamoja. Ni mimi hapa Gabi TZ3 ndo nakuletea movie kali kama hii. Huyu bidada baada akaendelea kulalia na kulalamika na kumfukuza mshikaji ambaye William katika nyumba yake, maana mume wake tayari ameshapoteza maisha mzee.